Siamini kama ningeweza kuelezea hii hadithi, lakini kila ninapojaribu kuisahau, sauti yake, macho yake, hata harufu ya sabuni aliyokuwa anatumia, ninarudia tena kichwani kama sinema. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu, kukiwa na mvua kubwa sana. Majira ya saa 2:20 asubuhi. Nilishuka kwenye gari langu aina ya IST, nikavuta koti langu jeusi hadi juu ya shingo na kuelekea kwenye mapokezi ya hoteli ya Eden Grand. Ikiwa nimebeba begi dogo la safari, nilihitaji sehemu tulivu ya kufikiria. Nilitaka kujitenga na kelele za dunia nzima, hata kama ni kwa siku 3 tu. Lakini sikujua kama kule kutafuta utulivu kungegeuka kuwa mwanzo wa vurugu ndani ya moyo wangu. Samahani, kuna chumba kilichotulia hapa kisichokuwa na kelele kabisa? Niliuliza kwa sauti ya chini, nikimkazia macho mrembo aliyokuwa kwenye mapokezi wakati ule. Alinitazama kwa muda mfupi, akatabasamu kwa aibu, tabasamu ambalo lingeweza kuvunja ukuta wa maumivu hata kwa mtu ambaye alishakata tamaa. Chumba namba 9 kiko mbali kidogo, lakini kimetulia sana. Sauti yake ilikuwa tulivu, ilinigusa. Ilikuwa ni kama muziki wa taratibu uliochanganyika na sauti za mvua. Nilichukua funguo, nikatoa kadi ya kitambulisho na kulipa. Sikumwangalia tena. Sikutaka aone namna nilivyovutiwa naye kwa sekunde chache tu. Nilihofia moyo wangu, na nilijua moyo wangu hauna kinga tena. Lakini sikujua kama yule msichana mrembo aliyevaa sare ya hoteli angegeuka kwa fumbo kubwa maishani mwangu. Na wala sikujua kuwa chumba namba 9 kingeandika historia mpya kwenye maisha yangu. Mlango wa chumba namba 9 ulifunguka kwa mlio wa taratibu. Sikuwa na haraka, nilitembea ndani, nikavua koti langu, nikatupia begi juu ya kochi dogo pembeni ya kitanda kikubwa cha watu wawili. Chumba kilikuwa kimetulia kweli. Pazia zilitikiswa kwa upole na upepo wa asubuhi. Harufu ya karatasi mpya na sabuni safi ikitawala hewani. Ilikuwa sehemu nzuri ya kujiuliza, hata kwa maswali magumu ambayo huwezi kutarajia majibu ya haraka. Lakini kabla sijapumua kwa muda wa dakika 10, mlango uligongwa taratibu. Nilisimama. Sikutarajia wageni. Nilipofungua, moyo wangu ulijikokota kama breki ya gari inayoshuka mlima. Ni yeye, yule msichana wa mapokezi. Samahani, nimesahau kukuletea taulo pamoja na maji ya kunywa, alisema kwa heshima, akiniangalia kwa staha, lakini macho yake yakicheza na yangu kwa sekunde chache zaidi ya kawaida. Sikuwa na maneno. Nilimkodolea macho uso wake kwa sekunde kadhaa kama mtu aliyesahau lugha ya mawasiliano. Asante, nilijibu kwa sauti ya chini. Alinipatia taulo na chupa ya maji, kisha akageuka kuondoka. Lakini kabla hajafika mbali, nilimsikia akisema, kwa jina naitwa Face. Akaniangalia tena, ukihitaji msaada wowote usisite kuniita. Nikafunga mlango taratibu. Nilikaa kitandani nikiangalia chupa ya maji na taulo alizoniachia, lakini akili yangu haikuwa hapo. Ilirudi kwenye sauti yake, macho yake, na namna jina lake lilivyojipa nafasi ya kipekee moyoni mwangu. Face. Jina lake liliacha alama kabla hata hajaniachia sababu. Nisingeweza kujua siku ile kama ni bahati mbaya au mkono wa hatma, lakini jambo moja lilikuwa wazi. Usiku wa kwanza ndani ya chumba namba 9 haukuwa wa kawaida.